Lakini sasa ni hivi watu hawako sure wa kusherehekea. Unafikiria ni nini ambacho kimewasukuma watu ambao walikupenda hadi mahali wako hivi? Wewe unazungumzia mambo ambayo hujaona. Sijui mbona tayari umeamua ya kwamba itakuwa tofauti kesho. Sasa wewe unaongea mambo ya maoni yako ama maoni ya wale ambao wamesema mitandaoni. Let us not answer a hypothetical question. Si mimi niko hapa, kwani tutangojea mwaka moja? Si ni kesho. Wakenya wenyewe watajionea, watu wa mlima wenyewe watajitokeza, watasema yale wanafikiria, na mimi pia niko na majibu. My point number 3, I want to talk about Ruto's rally. I want to summarize Ruto's rally. You see, when Ruto alikuwa anaongea na hawa wanahabari kwa a day before aanze safari yake ya kutua mlima Kenya, kuna hizi vitu zenye alikuwa anasema, like this issue of Gachagua anasema alikuwa anajaribu kumblackmail, akimwambia that atammake one term president kama ajampatia 10 billion Kenya shillings. And if you relate to Uhuru's regime, utaona even Ruto threatened Uhuru Muigai Kenyatta. Unaona, it's only that yeye alilipwa in advance. Hiyo ndio shida. Utaona tu yeye alilipwa in advance na yeye Gachagua huko amelipwa at that time. That's what is happening. So guys, let us not be fooled. Let us not be wacha tusifungwe macho na wanasiasa. In fact, the day when ukiangalia vizuri rally zote za William Samoei Ruto, after talking to press that day, the following day aliweza kumobilize. Unakumbuka this? And alisema akiwa very comfortable. Unaona, like mbona unanipangia vitu ambazo hazijafanyika? Si ungoje hiyo kesho uone kama watu hawatakuja. Unaona, so this man knew what alikuwa shapanga. Kwa ground mambo ilikuwa tofauti. In fact, if you didn't see these videos, ndio hizi hapa hivi, watu wanakuwa ferried from different parts of the country, wanakuja na mabasi za shule, wanaletwa, ndio wanapewa matao, wanaingia kwanza kucelebrate ya President Ruto any place, wanaekwa in different places. Unaona, saa akienda Kirinyaga kuna wale wa Kirinyaga, so akifika hivi wanaanza kupiga manduru zao 2-3 pale. Then there is something there is something that inataka kujustify, inataka ni justify now this issue of William Samoei Ruto fooling Kenyans. Like there is no one who was there willingly. These people were paid. Angalia hawa watu wa bodaboda wamevaa same reflectors zimeandikwa mbele na kazi. Like, and these people have been following William Samoei Ruto anywhere, any place anaenda. Unaona, na ukiangalia vizuri ni nani wengi kwa hiyo kwa hiyo rally yake ni watu wa bodaboda. Inamaanisha watu wa bodaboda unafuiliwa tank inajaa, alafu unapewa 1,000, unaambiwa piga safari. Umeshajaziwa tank, umepigwa reflector, umepewa tawa yako safi. Ni nini ingine unataka? Weka mahoni hapo hivyo, president akipita mnashangilia, unamfuata kila mahali. This is how these people, this is how this regime wanatubeba ufala. Unaona, even ndo wanatubeba ufala, and we are not going to accept it, whether they like it or not. We are not going to accept that type of behavior in our country. Unaona, si nimeishi kuambia wase wamechop, watu wamesoma hapa hivi. So when you try to fool us that now you have people, unaona, now you have people wanakuja pale hivyo wanakushangilia, this is being useless leader. Unaona, hii ni kukua leader mwingine useless. In fact, under Kenyan constitution, ni article 140 something, inaongelea about the IG, Inspector General of Police. In fact, ime outline vizuri that at no point should Inspector General of Police anafakuwa engaged kwa any politics. Unaona, and what did we see? In one of the rallies tuliona Douglas Kanja, Inspector General of Police, akiwa pale hivyo na rais. That is something wrong. In fact, as the parliament is embarking back to their mandates, this is the first motion they should table
kutoa this person anaitwa Douglas Kanja in that office because already ameonyesha he is incompetent na hafai kuwa ana hold any public office because akona interest ya politics kwa hati yake, unaona. So I think akwe kama anatembea alijua yeye kama ako kwa idara ya usalama hawezi ingilia mambo ya kisiasa. Kwa hivyo Natembeya aliweza kustahafu kwanza na kutoka kwa wizara ya usalama ndio akaweza kuwania kiti cha ugavana, unaona, na akapewa. Kwa hivyo if Douglas Kanja wants to become the next governor of Nairobi, please kindly step down from that post because that office doesn't belong to you. You have clearly shown us that wewe uko na politics at heart, like you are favoring one part. You do not care about Kenyans. That's why when Kenyans are demonstrating in street, you order around watu wapigwe live bullets because unajua whoever you are protecting, you are not protecting Kenyans, you are not protecting au protect mali ya wa Kenya, una protect viongozi na mali zao. This is something really